Mungu wangu. Bwana. Sasa tulikuwa tukimbia nini sisi? Maelekezo ya bosi amekuwa magumu. Nilikuwa nakimbia kumbe na bro akimbia nyuma. Mzigo tuko nao tukimbia. Sasa tukimbia nini sasa? Sasa sijajua kama huu ni mzigo gani sasa. Huu mzigo. Huu mzigo ni mzigo wa unga. Mzigo wa unga? Unga? Hiyo nafaa nifuatilie mpaka nione mwisho wake hiyo. Ni unga? Sasa mimi bro kwetu kuna njaa. Nipe niende nikapike. Tulia. Huu unga unafikiria wewe. Huu ni ule unga watu ambao wanatumia kule mtaani. Wenye unaona wanavuta. Wewe tulia, relax. Fully. Sasa mzigo tumpelekea bosi ama huu tunatafutia biashara. Unaona? Tunatafutia biashara ili yule bosi kule tumpelekea kama umenunuliwa. Yule bosi tumpelekea pesa kule. Na sasa atatuangalia. Fully. Anatupatia mamilioni ya pesa. Au sio? Fully. Cheki zinc. Mimi najisikia kujisaidia mwanangu. Kwa hiyo cheki. Baki hapa. Pia mimi na mimi hivyo. Wameondoka. Mali hiyo. Kwaherini. Zinga. Kibeki kimeenda wapi? Sasa sijui kabisa kimeenda wapi sasa. Tutaenda semaje kwa bosi sisi? Sasa nimekorogeka kabisa yani. Yaani sasa, kwani umeweka wapi bro? Hapa. Semaje sisi kwa bosi? Masharti. Nimekosa hatari masharti. Sasa tutafanyaje sasa? Hapa mimi mwenyewe sijui kama tutafanya. Tafuta vijana nilichukua mzigo waende nao kutafuta pesa. Ndio. Esko. Naomba hapo ofisini mara moja sasa. Maana kuna mzigo umeingia na hutaikani kwa hapa sasa. Sasa. Mko mwelekea hapo. Abas fast station. Haraka. Sawa. Wafikiri ya chooni hapo. Bari yako bosi. Vipi? Karibuni. Asante. Sasa nimeleta hapa kwa jambo moja. Wewe umeingia unataka pesa. Si unaona? Una mzigo unataka pesa. Na ni leo pesa ipatikane. Sasa fanyeni masiara ama fanyeni mchezo, mzigo upotee. Ukipotea mzigo, usitaki longo ya aina yote katika kazi zangu ambazo kama nazifanya. Sawa boss. Tumeelewana? Ndio. Kuna shida? Kuna. Vipi? Kuna siku hata moja ulifanya kazi nikakosa kupatia pesa? Hamna. Bado. Kuna siku ulikuja na shida hapa ukaniambia kwamba unataka pesa nikakunyima? Sasa tatizo liko wapi? Nimesema fanyeni kazi, pesa baadaye. Tafadhali. Cha msingi na cha kuzingatia, mzigo ufike sehemu husika.
na pesa kama vile ambavyo kwamba natarajia. Mzigo mkubwa sana leo. Kwa utarajii kuondoka aina yote. Sawa boss. Tumeelewana? Ndio. Wewe. Fanyeni hivyo. Sawa. Na mzigo ukipotea na nyinyi mnapotea. Sawa. Sawa. Mungu wangu. Choka kweli. Mzigo ndo ule quality kabisa. Grade number 1. Sasa huu ni wa kwangu. Hii mali ni yangu. Maisha yangu ni magumu sana. Ninayopitia magumu. Kwa hiyo nitauza mimi nibadilishe maisha yangu. Ngoja mtoto wangu afike nimueleze kila kitu kuhusu mzigo. Nikaweka ndani. Asante baba, wale yote alionayo tena bado hajatosheka. Tabiri pia mimi kwa mjanja vyangu tugawanye mali sawa kwa sawa. Sasa nasubiri wale vijana wangu wakuje nije wape kazi ya kufuatilia ile kibegi. Amos. Tufike mapema kule kwa bosi. Arida mwanangu hii. Swali. Vipi bosi? Naambiaje bosi kidogo? Fresh. Tunaita hapa kwa kitu kimoja. Ona begi baba yangu ametoa. Nataka nifuatilie. Sasa hiyo begi humo ndani iko na mambo mazuri. Sasa tukipata hiyo begi tutakuwa matajiri. Sasa naanza kuwapatia leo mwanzo kufuatia hiyo kibegi. Mkipata hiyo kibegi maisha yetu yatakuwa sawa kabisa. Sawa, haina noma. Haina noma. Kwa hilo tumelimaliza. Sawa. Fully. Sasa kijana wangu. Vipi lakini? Endelea. Nikuita hapa kwa sababu ya unajua mimi babako ndo tajiri mkubwa hapa kijijini. Sasa naomba katika hizi mali ambazo kwamba nipo nazo nikurithishe kama kijana wangu wa kwanza na kijana wangu mkakamavu na kijana wangu msaidizi. Wewe utakuwa ni mwenye kumilikizi mali pindi takapokuwa labda sipo, basi wewe mmiliki mkuu. Na yeyote atakayekuja kuzingua katika mali hizi kwamba anasema ni zake, hakikisha unadili naye kama vile ambavyo kwamba nadili nao. Sawa kijana wangu? Baadaye. Umeelewa lakini? Sema baadaye lakini wewe hujanielewa. Takiona. Dadi. Shika. Marahaba, vipi mzima? Mzima. Toka asubuhi mpaka sasa ndo warudi. Tunaanza kuingia sasa. Wale ulikuwa wafanya kazi gani huko? Alisojua tena mishemishe lakini imefika. Vipi umekula? Kula hata bado. Sasa wewe jitayarishe. Mimi nilikuwa nataka kuweka maji hapa, nione kama naweza kwenda oga huko. Unajua? Jitayarishe. Tukichai ukunywe, alafu baadaye kuna kitu mimi nataka kukwambia. Sawa? Sawa baba. Hapo. Huyu bosi basi ametupa kazi ngumu kweli. Yaani anasema tutafute kibegi ambacho hata tukijui rangi yake. Sasa haya hata nitafanyaje, lakini acha nikitafuta. Kama iwe ni hiki hapa. Basi inaonekana ni kweli kwa sababu hapa nyumbani naona hakuna kibegi kama hichi, lakini sasa hivi venye nimekiona itakuwa vizuri zaidi. Acha nimpigie huyu bosi nitafute.
Hello? Nimekiona hicho kibegi, basi hata sijui kama ni hicho kwa sababu hata rangi yenyewe sikuwa sikijui. Acha nije nacho sasa hivi. Sawa. Sababu mbona waketi mbona mimi nasimama leo yangu zamu kwa nini sasa? Wewe sikizeni, hapa tuko hapa leo kwa kama off, kwa hiyo tunapiga story ambazo kwamba zitakuwa ni zenye kueleweka, na naelewa sio mbona kukaa mbona kusimama. Hizo ni vitu ambazo kwamba lazima tuangalie usalama wetu. Unajua tena kazi ambazo kwamba tutafanya, kwa lazima tuangalie usalama. Kama kusimama sote tunasimama, na kama kukaa sote tunakaa. Sasa kuna kijana ni wa mzigo, si unajua? Sasa ule mzigo unatamani pesa mingi. Yaani ule mzigo ukifanikiwa kuuza wote kabisa mpaka ukiisha. Mbona tunapiga masherehe kibao? Yaani tunapiga masherehe. Si unajua Kasorina ba? Bali tutaenda kupiga masherehe alafu kila mmoja hakisha na mshangazi wake. Unajua tena maisha na mishangazi. Unajua tena maisha na mishangazi. Sasa lazima kila mmoja apate. Alafu tunatoka na ile gari ambayo kama unajua ni kali kabisa. Sema kila mmoja atoke nayo. Ile moja tu, sio? Kwa tunahakikisha tunapiga masherehe vizuri yani Kama kawa. au sio? Kama semaje? Kabisa. Ule utatumia pesa kuzoea. Au sio? Sasa tusubiri wale madogo, pindi atakapokuwa nimempigia simu, tuone imeendaje. Uko sawa? Hamna noma. Ni aje boss? Poa vipi? Sasa tunaona umekuja wakati mwafaka kabisa. Umewahi. Vipi mambo yanasemaje huko? Mambo si mazuri vile, lakini kusema ukweli boss. Hebu ngoja kwanza. Yaani mambo si mazuri kivipi yani? Kusema ukweli, kibegi kilipotea. Unasema? Yaani unajua thamani ya ule mzigo? Na nishaambiaje mimi kuhusu ule mzigo? Leo unaniambia mimi kwamba mzigo umepotea. Niliwaamini sana. Na nilishawaambia kwamba mzigo ukipotea, hakikisheni na nyinyi mpotee. La sivyo, vichwa vyenu vitakuwa halali kwangu. Ushanielewa? Cha kufanya nitafutieni mzigo. Msiniambie kwamba mzigo umepotea. Yaani umepotea mazingira gani yani? Mlikuwa mko wapi mpaka ukapotea mzigo? Mimi nilikuwa nimeenda kujisaidia nikamwambia uzingi au miliki ule mzigo, lakini msijui kwa nyuma kama vimekuaje. Au madogo anazungua. Ni wataka kuharibu sherehe nyinyi, si ndio? Pesa haribu sherehe yenu jamaa. Sasa mbona mzigo umepoteza tu? Yolela na tena ongea tu tumepotea kirahisi. Sasa nilikuwa tufanyaje? Poa. Kwenye mnaambiwa ndio hivyo. Mzigo uleta. Oi. Na hapa masaa 24. Mzigo usharudi hapa. Masaa mangapi? 24 mzigo usharudi hapa. Ukikosa kurudi, nimewambia masaa 20 hata nimewapa mingi sana. Yaani nimewapenda kuambia masaa 24. Nimewapenda sana. Lakini ilikuwa ni saa moja au masaa mawili. Ongeza 10. Wasiaga sisi. Tokeni. Tafuteni mzigo. Ndani ya masaa 24 mzigo basi. Toka. Wewe, toa hizo karagosi hapo. Toa hizo takataka. Kitu anaharibu sherehe. Mzigo unapata kudia vitu. Na mimi nishawaambia kabisa. Mzigo kwa nao makini. Yaani wanazidiwa nguvu, wanazidiwa pamba mpaka mzigo unaenda. Hawana akili kweli hapa. Waache wasirudishe mzigo hapa. Watanijua mimi nani. Vipi boss? Kibegi naona nimekipata. Kwa sababu hata mimi nilikuwa siamini, lakini nilipata. Begi ndio. Kibegi chenyewe ni hichi chenyewe kibegi. Sasa hii kibegi
tukiuza vizuri ile pesa inatakikana, tutapiga masharehe vizuri. Sawa, haina noma bosi. Kwa kibegi tu. Sawa. Sawa. Sasa jamaa, wadogo wenyewe ndo hawa ndo nataka kuwapata hiki begi wakauze. Mimi nawaamini sana, wao ni vijana wangu wa kitambo sana. Sasa jamaa, nataka kuwapata hiki begi ndio wakauze, alafu pesa watuletee. Sawa, haina nguru. Haina nguru. Kama mafumbo wataleta, wewe achie mzigo. Unajua kuigiza mwanangu. Tunajua kuakti. Tunavyoigiza. Sigo kakuja wenyewe unaona. Mwanangu. Tunajua kuigiza. Kibegi ndio hiki tayari. Sasa nakikuona basi mimi moga. Moga? Sasa itakuwaje sasa ama moga? Mimi moga sana. Wana nini wale? Wanafanya nini pale? Tumezungua muda kidogo ili tumeshaipata. Tumepata au sio? Begi hata itakuwa iko na nini? Au vijana wao sana kwa oga. Naweza kuwa na mali safi. Acha niende naye. Kibegi kiko wapi sasa? Kibegi kiko wapi jamani? Kibegi kimeenda wapi kibegi? Kibegi changu jamani kimeenda wapi? Kibegi kiko wapi? Sasa vipi dada alisema nini? Wacha tu kijana wangu yani. Hebu keta hapa. Wanaongea na ukali sana dadi. Nikuulize. Hapa ndani ya nyumba mimi naishi na nani? Na mimi. Hapa kuna kitu ambacho nichatamani sana ambacho mimi nilikuwa nimekuja nikakiweka hapa ndani. Kitu gani? Mimi katika pilika zangu za kutafuta mali, siku moja nilipokuwa msituni, niliokota kibegi. Na kile kibegi nilikuwa nimepanga nije nikuelezee mwanangu, uelewe kwa kuna kibegi ambacho mimi nataka kukiuza ili tubadilishe hali yetu ya maisha. Wewe mwenyewe kabisa ukiangalia hali yetu ya maisha hii mwanangu ni ngumu. Mimi babako kila wakati nimejifunga kikoi. Wadhani mimi naipenda hali kama hii mwanangu? Anaona huipendi. Sasa kwa nini mwanangu kibegi hakiko pale na hapa ndani ya nyumba mimi naishi mimi na wewe? Kwa nini mbona una huruma wewe mtoto wewe? Wewe mtoto gani lakini wewe? Sasa atakuwa nani ambaye ameingia hapa ndani akachukua hicho kibegi? Na mimi naishi na wewe hapa ndani ya nyumba. Umeangalia vizuri kibegi ukikiona? Sasa mimi sina akili timamu. Mimi sijielewi mpaka nakwambia sasa hii waniona nalia ni kwa sababu hicho kibegi nimetafuta kila mahali, kila kona za nyumba sijakiona. Mwanangu, kama ni wewe ambao umechukua hicho kibegi, nikirudi baadaye hicho kibegi hiko. Fikiria hali yetu ya maisha mwanangu. Mimi naenda. Sitaki tuje tulemiane mtoto wangu. Mimi nataka tubadilishe maisha. Maisha magumu sana. Wewe mwenyewe hali yako ndio hiyo. Mimi mwenyewe hali yangu ndio hiyo.
Kaambia tuna mbele wala nyuma. Wewe mtoto wewe umelaaniwa. Lakini Kenya amesema huyo baba. Inaonekana ni kweli. Acha nikakitafute hicho kibegi. Kile kibegi basi na kama nakifananisha, kile kibegi sio chetu. Lakini samahani dogo, njoo. Wasemaje dogo? Njoo kidogo. Cheke mwenye haja afuata choo. Njoo. Kama unanihitaji nipate. Ulikuwa semaje? Mimi nataka hichi kibegi ni chetu, sawa? Hiki kibegi mwanangu likipata kwa shida ngumu. Kwa hivyo hiki kibegi mimi siwezi. Shida gani? Hasa ulikipata kwa shida ngumu alafu ni chetu. Hiki kibegi mimi siwezi kukupa mwanangu. Hiki kibegi mwanangu siwezi kukupa. Leta kibegi wewe. Leta kibegi wewe. Sasa mtoto wangu, chenye ambacho umefanya, wallahi mpaka malaika wenyewe wanafurahia. Yaani umefanya kitendo ambacho mimi babako, yani sasa niko na radhi na wewe. Sasa twende tukauze hicho kibegi, tupate pesa, tubadilishe maisha. Ikiwezekana tuame kabisa pale, au si? Sawa dada. Twende zetu sasa. Wewe kijana nini wewe? Njoni urudi nje huko. Wewe kijana una shida gani na mimi? Tulia nje, wewe ingia. Wewe tulia. Singua mzee. Mimi nataka kuingia mimi mwanzo. Mimi mzee. Wewe kwani hauna huruma wewe? Acha kusi. Unataka kugusa watu wazima tu. Watu vijana hamna adabu. Ingia. Tulia. Sasa vipi mbona? Tulia niingie ndani. Tulia choto. Pepa. Angalia hapo nzuri. Vipi kwema? Salama na huko. Salama. Karibu. Asante. Bosi. Naam. Sisi tumekuja hapa tuko na amana yetu kama unavyoona. Na hapa mtaani wewe ndio bosi tajika peke yake ambaye unaweza kununua mzigo ambao kwa amana. Hivi umetoa wapi? Kwa nini unauliza? Wewe kumbuka hivi. Sijui wewe ndio unalileta hapo. Hivi nimepanda asubuhi. Iko na mali yangu hapa ndani. Mali yako? Ndio kuna mali yangu. Nimepata vipi? Basi kama niko nipatie. Tulia mzee. Unajua umefika wapi hapa? Unajua uko kwa nani hapa? Mimi sijali kama hapa nimefika wapi ama hapa ni kwa kina nani. Sasa unajua mimi sitambui cha uzee wala cha nini unajua. Na anaingia hapa kitoka salama, huwa ni bahati yake. Ni Mungu tu amemlinda. Sasa mimi kibegi nimekuletea. Na kuomba sana mzee, kwa utaratibu hapo kwa katika himaya wenyewe. Ukuwa mpole. Kinyume na hivyo. Mtatoka hamna shingo hapo. Na mtoto wako. Sasa vipi ongea? Naomba mtoke. Usitushie alafu wewe. Sikizeni. Naomba mtoke. Mtoke. Hatuwezi toka. Endelea nje. Sisi tumemletea mzigo alafu wajidaisha huyu ajua mzigo tumetoa wapi. Kwa hiyo mzee, naomba na vijana wako mtoke mwendezeni kwa sababu mzigo ni wangu na nimekumbuka. Sikiza boss. Sikiza. Mbali na kukusikiza wewe, huu mzigo ulikuwa unapeana asubuhi kwa vijana wangu. Kwenda kuzima na kukumbuka kwa ndani. Lakini baadaye waliporudi wakasema kwamba huu mzigo umepotea. Kwa hiyo ina maana mzee ndio unafuata nyuma ukaenda kuaibia mzee. Sawa? Ukaenda kuaibia mzigo kwa sababu wamesema kwamba wameweka mahali wakajisaidia. Baada ya kurudi wakuta mzigo haupo. Kwa hiyo ina maana kwamba ulikuwa unafuatilia. Unakuomba. Kwa usalama wako na popole. Toka nje. Sikiza boss. Tokeni nje. Sikiza boss. Tokeni nje. Kiswahili ndio waelewa ama nini? Sisi tumekuja na mzigo wetu na tosi tukaitoa. Kwa sababu mzigo wetu Toe takataka. Hapana. Ua. Ama lete sasa. Toa nje. Ua hiyo.